Mapipo, dhambi ni kufanya vitendo ambavyo tumekatazwa kuvifanya na Muumba wetu na ulimwengu, si ndio? Kwa hiyo unapokuwa unavifanya vile vitendo ndio unakuwa sio umemkosea tu Muumba, umejikosea na wewe mwenyewe. Yaani mwili wako ndio utakaolipia yale matendo, kwa sababu nafsi inapokuwa inafanya vitu ambavyo haikutakiwa kufanya inauathiri mwili wako pia. Mwili pia ndio utalipa. Utakuta kuna magonjwa mengi sana yanatokea pia sasa hivi. Although mostly magonjwa mengi yanasababishwa na vyakula tunavyoviconsume, sawa, ila pia matendo, kwamba wewe ni muongo, mkorofi, sawa, mtu wa kutenda maovu. Cha kwanza, ukishakuwa muongo ni mtu ambaye kila siku ni lazima utengeneze jambo ambalo si la kweli, mradi uendelee kutetea ile status yako ama ile neno ulilozungumza kutokana na ule uongo. Ushanielewa? Kwa hiyo cha kwanza unautesa mwili, manake akili yako si bado ni kiungo, japo akili huwezi kuigusa kwa sababu iko ndani ya fuvu, ila unakuwa unaitesa. Unatesa fikra zako, unashindwa kufikiria straight kwa sababu unafikiria vitu ambavyo si vya kweli, sawa? Kwa hiyo unakuwa unabuni njia ambazo hazikuungamana na wewe kama binadamu. Binadamu hujaletwa ufanye maovu, binadamu hujaletwa uwe muongo, binadamu hujaletwa umuumize binadamu mwingine. Ushaelewa? Kwa kama iko hivyo, kwa hiyo unaathirika mwili, unaathirika spirit. Nafsi na mwili vyote vinakuwa vinaathirika. Kwa ukitaka kujiweka huru uweze kuwa pia in good condition, good vitality, afya bora, sawa, inabidi kwanza uachane na dhambi. Alafu utaona kila kitu kinapofunguka automatically. You don't need a cream, you don't need nothing ili uweze look good, ili uweze kufikiria mawazo mema na mazuri. Inabidi tu utembee tu kwenye ukweli. Sawa, achana na dhambi, zina, pombe, sijui nini. Vyote achana navyo, simama kwenye mwanga, utaona kabisa mwili utareflect jinsi unavyoishi. Fikra zako zitareflect jinsi unavyoishi. So hakuna dawa nzuri, hakuna dawa bora ambayo itakuja kukuponya wewe mwanadamu, ambayo itatoka kwa daktari yoyote. Hapana, daktari wa kwanza ni wewe. Wewe ndio daktari mkubwa wa wewe mwenyewe, kwa sababu wewe ndio unajijua wapi unakosea na wapi upaeke sawa. Ila tumezielewa dhambi kivingine. Ila unapokuwa unatenda dhambi, maana yake unaenda kinyume ya wewe unavyojisi, unavyotakiwa kuishi kama mwanadamu. Kwa hiyo unavyokiuka sheria za mwanadamu, wewe inabidi uishi vipi, na ulimwengu umekuwekea sheria hizo, ndio inasababisha sasa wewe mwanadamu ambao unakuwa una affect nafsi, una affect mwili. Sawa, unaweza kuwa na pesa, utatumia a lot of cosmetics kujiweka uonekane vizuri, ila ujue nafsi haijificha. Hata wewe unang'aa vipi ila macho yako hataongopa kwamba wewe ni kiumbe gani, wewe ni mtu wa design gani. Ushaelewa? Kwa hiyo let's heal ourselves, tuwe wa kweli. Muone, tusifiche uovu. Unapoficha uovu, maana yake unaficha ugonjwa huu ambao muda wowote, anytime, utakuja kukumbua. So let's be real, tuishi kwenye ukweli, tuishi kwenye amani, upendo. Let's guard the tree of life, our heart, moyo wetu, the tree of life. To protect, na tunaulinda vipi huu mti wa maisha ambao ni moyo? Ni kutembea kwenye ukweli. Unapotembea kwenye ukweli, ubongo wako unafanya kazi vizuri na very smooth, kwa sababu hauna haja ya kufikiria ujibu vipi, uishi vipi, kwa sababu unaishi tu kwenye ukweli. Kinachokuja unaenda nacho kwenye ukweli. Hauna haja ya kutengeneza kitu kiwe kwenye uongo. Huko ndo utatumia a lot of energy, a lot of power kumconvince mtu mpaka aweze kukuelewa na kukuamini. Yo my guys, it's Alan the Wise again. Let's keep pushing. I love you guys. I love you.